Karibu tena mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tunaingia katika sehemu yetu ya mahojiano. Kama nilivyokuarifu hapa studioni tuko naye Fatma Achieng. Asante sana kwa kufika katika studio zetu. Anataka kuwania uwakilishi wa kike katika kaunti ya Migori. Lakini huenda unamkumbuka zaidi kwa jambo ambalo alilifanya kwa hali na mali wakati wa usajili wa wapiga kura mnamo mwezi Januari mwaka huu. Hebu tuweze kuangalia harakati zake wakati huo. Upande kikura. Ingo pande kikura. Tana. Bire nyer kamia timobe kura ni haki yako na ni haki yangu upige kura kwa kofia. Niko na kofia. Mama chapoko kelo. Mama kofia ni yako. Asante. T-shirt ni yako. Simu ni yako. Unapiga naye simu na kupatia namba ya Raila unampigia simu. Leso ni yako, mama maridadi, mama amejipanga, amejibamba na kura. Fatma Achieng, hizo harakati za kutoa zawadi ilitokana na nini haswa? Ilikuwa wajibu wetu kama wananchi, hasa kama wanaogombania viti, tuhakikisha ya kuwa watu wanaotoka sehemu tunapowania viti wamejiandikisha kama wapiga kura. Ndipo kila mtu akaja na njia zake za kufurahisha wananchi ili wajiandikishe. Nilivyojaribu kwa ya kwanza nikaona watu wamefurahia sana, nilienda kwenye maredio nikatangaza kuwa nitapeana masimu, nitapeana zawadi. Wakawa wanapiga simu sana. Sasa mimi nakusubiri ukija na zawadi ndio nitajiandikisha. Basi walijiandikisha sana, ndio nikaona ni vizuri niwafurahishe, na pia kwa kuwa mimi ni kijana niliona nikuje na njia maridadi kwa vijana wenzangu ambaye ni rahisi, na ukiona hasa natembea na vijana sana ili tuweze tukawafikia wale ambao wamejiandikisha kwa muda huu. Kuna wengine ambao huenda wakasema hiyo ni hongo. Si hongo, zawadi si hongo. Zawadi upeano kwa wakati wote. Kumbuka chakua hicho kura sina uhakika kama ni yangu, kama ni ya Jubilee, kama ni ya ODM. Mimi nilikuwa napeana ili watu wawe na kura. Wakati wa kupiga kura ndio ukapeana zawadi, sasa nenda ukapiga kura itakuwa hongo. Lakini kwa kupeana ili ujiandikishe ni zawadi. Kwa hivyo ile mama ulimpatia namba ya Raila, alijaribu kumpigia? Nilimpa namba ya Raila, sijui kama alimpigia. Wale waliotaka niliwapa, sababu Raila ni mtu wetu na namba yake kama mwanasiasa aliye chini ya uongozi wake. Sasa ule aliyetaka nilimpa, sasa sina uhakika kama waliwasiliana. Naam, tueleze azma yako kuhusiana na kutaka kuwa mwakilishi wa kike wa Migori. Kwa nini umeamua kuwa hiyo ndio nyadhifa ambayo unataka kuwania kupitia chama cha ODM? Cha kwanza kabisa nimepitia chama cha ODM kwa sababu nimeona yale ambao wanayasema watayatenda yana manufaa kwa wananchi. Nimeangalia upande huu mwingine ambaye ni Jubilee, nikaona yale vitu ambao wanaahidi watayafanya hawayatendi. Na nimekuwa hadi udogo wangu nikifuata siasa ya Raila Amolo Odinga. Na nikifuatilia naona kweli huyu ndio mkombozi ambaye atatuongoza, ambaye atakomboa nchi hili. Ndio nikaamua kujiunga na chama chake. Na nakuaidia sio ODM tu akaama kaenda A nitamfuata, akaenda B nitamfuata, nafuata anayoyafanya, sio chama tu, nafuata anayo ya chama. Kwa kuwa akiama moja kwa ingine nitamfuata pale pale kwa sababu ni sera zake nazifuata mimi, sio chama tu. Mwaka wa 2013 pia uliwania wadhifa. Ilikuwa ni wadhifa gani na hali ilikuwaje wakati huo? Ni hichi kiti tu nilingangania cha wamama, cha wakilisha wamama. Japokuwa kulikuwa na mambo 1, 2, 3 pale, tukawa na negotiated democracy, tukawa kiti moja lazima iende upande ule walio wachache. Ndipo nikapoteza wadhifa huo. Niliuchagua kiti cha wamama kwa sababu pale napotoka, tukiaita sub county, natoka pale panaitwa Nyatike. Nyatike ni pali pamekauka sana. Maana matatizo mengi sana. Kukinyesha ni shida, kwa ukame ni shida. Alafu tunategemea uvuvi wa samaki, tunategemea kuchimba gold, dhahabu. Wengi hawajasoma, hasa sisi wanawake, hasa wasichana wachache sana ambao wamepata nafasi ya kwenda masomo. Sasa niliona mimi niwe mfano kwao, kwa kuwa mimi ni mdogo kwa wale wote ambao wanasimama. Nikaona nianzie kiti cha wamama ili wajue kweli mwanamke anaanzia umri huu. Sio lazima uwe 70 na ndio uitwe mwanamke. Kwa hivyo una umri gani ukisema umri huu? 30 na hapo karibu. Na umesema kuwa kuna wengi katika eneo hilo ambao hawajapata masomo. Wewe umefika kiwango gani cha masomo ambacho huenda hutatatizika wakati wa kupeleka stakabadhi zako
Mimi nimesoma hapa Kenya, primary school nimesoma mashambani kwetu, nikaenda secondary school kwenye kaunti yangu, nikakuja college Nairobi, mwishowe nilienda Italy, nikasoma Italy, nikarudi tena. Ndio. Kwa hivyo umesomea taaluma gani? Business Administration and International Relations. Sijui kabisa kwa Kiswahili. Okay. Tueleze kama hivi sasa tunangojea kura ya mchujo katika vyama mbalimbali. Je, iwapo utakosa nafasi ama utaelezwa tena kuwa kuna mfumo wa negotiated democracy, utasalia katika chama cha ODM ama utahama? Sitaki kuyazungumzia kabla hayajafika, lakini na matarajio ya kuwa wakati ule tuliwafanyia vyema, tukawapa viti hivyo, lakini kwa siasa ni kurudishia na mkono. Nikikupa kwa mkono huu narudishia kwa mkono huu, lakini nisikupe alafu wewe ukakunja mkono wako. Sasa mandugu zetu walifanya hivyo, lakini sitaki kuongea mengi kwa sababu mwishowe ni yale Raila atatamka ndio tutayafuata sisi. Na mimi pia bado ni mdogo na umri wa kusimama hata zaidi ya 10. Kwa hivyo kikafanyika vizuri, kwa haki, kwa tukaongeleshana kwa vyema na kwa heshima, nitaheshimu amri. Lakini najua kabisa wananchi wamejitayarisha, tuliwapa hivi viti, hamkuyafanyia kazi. Unajua hata kama tunawapa, lazima wakati wa kwanza ukapewa kwa sababu ulikuwa na uchache. Je, umeifanyia kazi nzuri ili tukurudishe tena? Sasa hiyo changamoto iko sasa, tunaona hakuifanyia kazi vizuri hicho kiti. Kwa hivyo sasa lazima mwingine haipate. Amri ya wananchi sasa. Na siasa inataka roho ngumu na pia inataka muda mwingi. Wewe mwenyewe una familia, labda unaweza kubalance vipi siasa na familia? Mimi bado ni mdogo. Nina nafasi sana ya kufanya siasa yangu. Roho ninayo. Mimi Kenya naogopa tu ni siku ya kiyama. Cha duniani hakuna kitu naogopa. Ndio. Kwa hivyo una familia ama uko peke yako? Kwa sasa bado kamili, lakini inshallah. Kuna wengi ambao wananiuliza hapa sikioni, kila mtu anataka kujua. Nikwambie ukweli ya Mwenyezi Mungu, hakuna mwanamke atafika miaka 18 akose mwenzake mahali. Lakini kwa desturi yetu, kwa dini yangu ni lazima ufanye harusi. Sijafikia harusi. Naam. Tuambie kwa nini, tukimalizia, kwa nini wananchi wa Migori wakuchague wewe kama mwakilishi wao wa kike ukilinganishwa na wagombezi wengine katika vyama vingine ama hata kutoka chama cha ODM? Kabisa, kwanza mimi na miradi ambaye nasimamia ambaye ameonekana. Mimi sio mwanahistoria. Mimi nimewahi kuungana na wazungu ambao walikuwa marafiki yangu kutoka Italy, tukajenga shule kwa sababu napigania usawa kwa wanawake kwa wasichana. Nikahakikisha kwa sub county yangu kuna shule ya wasichana wa kike wengi ambao hawajiwezi, ni maskini, tukaweza kuwaweka shuleni na kuwalipia school fees kupitia miradi ya marafiki zangu hawa. Mimi nimejengea wamama ambaye hawana namna, ambao mpoteza waume wao. Nikajaribu kuwasaidia. Kuna wadogo ambaye nimeweza kuwafungulia biashara. Mimi mwenyewe ni mwanabiashara na tena mimi ni mpigania harakati wa wamama. Kwa hivyo nina wadhifa ya kutosha kutetea tena cha kweli kabisa. Tena kilicho muhimu, nina umri mdogo ambaye na nguvu sana ya kufanya kazi. Sihitaji kulala masaa 24. Na moyo pia wa kusaidia. Na kwa wanaume utawatetea kwa njia gani? Maana kila mwakilishi wa kike ama mgombeaji wa kitu hicho ambaye tunamhoji anasema kuwa anataka kutetea haki za kina mama, lakini pia wanaume wanawachagua. Wapo wanaume na tena tutawatetea pia, lakini kwa njia gani? Kwa upande wa masomo, hasa mimi nazingatia sana masomo. Masomo, kuna hata mayatima ambaye nimewapeleka shule ambaye ni watoto wa kiume. Lakini changamoto kubwa kiko kwa upande wa mama. Ndio maana hata hichi kitu kililetwa ili tuwe wengi bungeni ili tuweze kutetea na kuhakikisha ya kuwa wamama wamepata nafasi yao ambao hawajakuwa wakipata tangu tupate uhuru. Kwa hivyo wanawake tutawaweka mbele, tukafuatia na vijana, alafu tutawafuatia na sasa wanaume hauhitaji umri. Ndio. Na kauli mbiu yako ni gani? Kuna wale ambao wanasema achaguliwe kwa sababu kauli mbiu yake labda ni mrembo na kazi. Mwingine atasema ni wakili na utetezi wa haki. Yako ni gani? Mimi naitwa Fatuma Full Network. Kwa kuwa mimi kwa njia yote, uliona network yangu wakati watu walikuwa wanajiandikisha kufanya kura. Unaona style nilikuja na hakuna wote alikuja naye Kenya nzima. Hiyo inaonyesha network yangu iko juu sana. Na pia kunifikia ni rahisi sana kwa kuwa mimi bado sina maneno mingi sana. Sina familia kubwa wa kutetea nyumbani na nafasi ya uongozi ambaye inanipa wadhifa wa kujiita Full Network. Naam. Asante sana Fatuma Achieng kwa kufika katika studio zetu na tunakutakia kila laheri katika azma yako ya kuwa mwakilishi wa kike katika kaunti ya Migori. Mungu akipenda utapata tiketi ya chama cha ODM. Inshallah. Asante sana. Moja kwa moja